wanasema PDG hawakupati. Na visa vyote vinavyoendelea nahisi ni rafiki yangu Rebeka, lakini sina uhakika. Ina maana kwamba ndo unayemzungumzia atakuwa nyuma ya hili, ndio mhusika mwenyewe huyo Rebeka. Sema kitu mpenzi. Nikopo nombi moja kwako. Naam, niko tayari kukusaidia mpenzi. Nilikuwa naomba unisaidie kumfuatilia Rebeka pamoja na familia yake. Umefanya mwenyewe, wala si mimi, ni wewe. Umetaka mwenyewe, hakujudistumi. Umefanya mwenyewe, umefanya, wala si mimi, ni wewe. Umefanya, umetaka. Halo Irene. Habari Deo, vipi uko nyumbani? Ndio, nipo nyumbani na imani utakuwa umepata majibu. Ndio, sio mbaya sana. Nafikiri umeongea na Malezi tayari. Ndio, nimeongea naye lakini sijampa mwongozo wowote kuhusu kesho. Sasa nafikiri ni wakati wa kuambia. Na mimi huko nifanye kuwapa taarifa wale. Sawa? Sawa, kama ulivyonielekeza kuhusu mama. Kwa ajili yako mpenzi nitafanya. Hamna namna. Na nitakusaidia kivyo vyote vile. Nitashukuru sana. Mapenzi yetu yatakiwa kufia hapa. Tutakiwa tuendeleze. Wala hata usijali. Nakupenda sana. Unajua tena tunavyopendana. Ndio. Na hiyo hivyo. Utakuwa ni matunda yake mbele. Haina shida. Asante. Haya, sawa, mimi ngoja niende. Acha niende kwa hiyo kufika mimi. Karibu bwana. Karibu. Hapa jisikie kama kwako. Kwenye video nitakuja, sawa? Na zawadi yako. Haya, poa. Lakini nahisi mama atakuwa ameelekea kule kwa Rebeka. Sawa, basi tukutane huko kwa Rebeka. Okay, poa. Sawa. Haya makasikia na Rebeka, mwambie punguzeni toyo. Sabrina onane jina, kila siku ishiwi kulia. Maleina naima, mipango ya waitimi. Wanina Deo pia kitenda wili kichwani. Halo Sabrina. Umefanya mwenyewe, umefanya, wala si mimi, ni wewe. Umefanya, umetaka mwenyewe, hakujudistumi. Mipango ya waitimi. Wanina Deo pia kitenda wili kichwani. Umefanya mwenyewe, wala si mimi. Sister. Kaka. Vipi? Safi. Naona upo unachota maji. Ndio kaka, nakinga maji. Si unajua tena ndani hamna maji. Hivi sister yupo hapa maskani? Hayupo, ametoka. Sije kuona nchola, kumbe yupo. Hayupo, niamini kweli kaka. Maana sasa hivi mimi sielewi. Iko hivi. Mimi kuna swali nataka nikuulize. Kwema, nipe ripoti. Asante sana Sabrina. Nafikiri nilikuomba msaada kwa hili na umekubali, umeonyesha ushirikiano. Asante sana. Haya, sawa. Umefanya mwenyewe, wala si mimi, ni wewe. Kitu gani hicho kaka? Ujue sister hapa katikati wewe mwenyewe unajua alifukuzwa kazi. Amefukuzwa kazi, ila sisi hapa maskani tunaishi. Chochote sisi tunachokitaka tunakipata hapa hivi. Ila mimi sielewi dada yangu anafanya kazi gani. Afu mimi kitu kinachonitatiza katika akili yangu nashindwa kuelewa. Kwa nini sasa sister hivyo vitu anatimizia na wakati hana kazi yoyote? Ni kweli hata mimi nimesha kukaa nikajiuliza, dada ameachishwa kazi lakini bado tunakula vizuri na tunaishi. Ila kuna watu wanakujaga na kuondoka, na hajawahi kunitambulisha chochote kile. Kwa kweli mimi hata sielewi. Jua hicho kitu mimi kinaniumiza sana akili hadi nashindwa kuelewa. Kuna rafiki yake anapenda kuja hapa, anakaa anapiga story. Uje ujaribu kumuuliza yule rafiki yake. Na Regina? Mimi simjui jina, namuona tu anakuja anaondoka, anakaa na dada wanazungumza, mimi nafukuzwa kama hivyo. Okay, fine. Wewe endelea kufanya mambo yako hapo. Nitapata ukweli. Wewe endelea tu kuchota maji. Haya poa kaka.
we kwenda we eksi nenda, sitaki tena we nenda we kwenda we eksi nenda, sitaki tena we nenda. Ex kama ex umekosa swage, tunasema ulini testi na kati sina pesa, wewe ulisema unitaki, na sasa mambo safi, tunakula mishkaki everyday, tunapati kulia na kushoto. Kwa nini nikiwa karibu na wewe unafanya kazi vizuri, lakini nikiwa mbali kazi unafanya livyosivyo? Shida nini Rebeka, ulipwi? Amna bosi, watu wanaofanya nao kazi wako slow sana. Kwa nini unafanya kazi na watu slow? Nashindwa vipi nibadilishe watu? Ukileta watu wa nje ndio tunajiweka hatarini zaidi. Sasa sikiliza, nakupa warning ya mwisho. Naomba nitafutie watu wengine niweze kufanya nao kazi. Au siwahitaji tena. Umeelewa? Sitaki tena. We nenda. We kwenda. We ex nenda. Sitaki tena. We nenda. Ex kama ex umekosa swage, tunasema ulini. Wewe mbona una nini? Nakuuliza. Hivi wewe una shida gani? Una matatizo gani? Kwani kuna nini dada? Kwani kuna nini? Niende nje. Umesababisha mpaka leo mwanangu anakuja ananifokea, ananipa kichwani, maana yake ni nini? Au lipi wewe? Sikiliza dada, kazi leo nipa ni ngumu sana. Sema tu nilishindwa kukuambia. Niliona najiweka hatarini sana. Kama ni ngumu, kwa nini ulikuwa unapokea pesa zangu? Shida ni nini? Hivi una akili kweli wewe? Malai, hao wahusika wako wapi? Aha. Afande Kapija. Naam. Wale wahusika waliokuambia wa ile kitu. Ndo hawa hapa. Aha, ndo hawa wawili. Ndio. Sawa. Afande nini? Kamata, peleka kituoni. Kwa sasa mpo chini ya ulinzi. Mmetakiwa kuongozana na sisi pale kituo cha kati ili kutoa maelezo zaidi. Nadhani mnajua kauli mbiu yetu. Tii sheria. Bila sheria. Haya. Mama changa, amka mbona unaenda? Umefanya mwenyewe, wala si mimi ni wewe. Umetaka mwenyewe, hakujudisho. Umefanya mwenyewe, wala si mimi ni wewe. Umetaka mwenyewe, hakujudisho. Mkosaji nilijiona, ila hukufikiri kwamba kweli najutia. Mbona kama una mawazo sana? Ndio kaka, na mawazo hapa. Nimemisi dada yangu, nimekaa na mawazo kweli. Karibu. Ndugu wangu, na kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho kaka? Ngoja kwanza nikae maana. Maana nahisi kama vile nataka kuchanganyikiwa. Nahisi nini kwani? Wewe Leo. Njoo.
alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kia mdogo wangu, unajua hapa nyumbani hali inazidi kuwa ngumu. Ni kweli kabisa kaka, hali inazidi kuwa ngumu. Yaani hapa nilikuwa na mawazo hatari. Tangu dada ameenda huko jela, yaani kila kitu kwangu kimeharibika. Shule siendi tena, nimekuwa mtu wa nyumbani. Yaani hapa na huzuni, kila siku nikulia, hata sielewi nifanyeje. Niambie mdogo wangu. Mimi naona tu cha muhimu ambacho inatakiwa tufanye, bora tuiuze tu hii nyumba. Ndugu wangu, siku hizi umeshakuwa Muislamu? Brother, sasa mdogo. I say, hongera sana. Vipi? Nipi habari? Brother. Unajua sikuwa na lengo baya, nilikuwa na lengo zuri tu. Jua mimi nilikuwa najua mama hatofungwa, lakini sasa yupo kituoni yeye mwenyewe tena, afu sisi wenyewe watoto wake hatushirikishi. Lakini kwa nini mnafanya vitu bila kunishirikisha? Ina maana upeo wako wa kufikiria kakangu ndo umeishia hapo? Nimeshtuka. Sikia mdogo wangu, mimi nahisi wewe unaona raha kukaa kwenye jumba la kifahari, kulala kwenye vitanda vya kifahari, alafu unalala kwenye hivyo vitu, unakaa kwenye nyumba kama hiyo hapo hivyo, unashinda njaa, unalala njaa. Inakuwa haina maana yoyote. Kwa hilo lenyewe kakaangu, sina ushauri kabisa kukuambia chochote, kwa sababu mwenyewe bado mdogo, na pia upeo wangu wa kufikiri bado mdogo sana. Labda uje ukazungumze na dada huko siku ukienda kumsalimia, ujue atakushauri nini. Haya, sasa umemfunga mlipa ada. Mimi nimetoka Uturuki kwa masomoni, nimefukuzwa, nimekuja mpaka hapa. Nani atakayelipia ada? Samahani sana kaka, haikuwa lengo langu. Sasa imeshakuwa. Unafikiri mimi nitaendeleaje? Yaani umenikatisha masomo yangu. Inawezekanaje jambo kama hili hapa? Yaani kwa kweli umenikwaza sana. Na nakwambia hivi, utalipa kwa hili. Ujue nini mdogo wangu? Mimi hela, labda wewe unaona kama vile mimi ninakutania. Hela nilobakia nayo mimi katika wallet yangu, na ndio kila kitu alichoacha sister. Akiba alotuachia yote, mimi hela nilobakia nayo mimi hapa. Napouza hii nyumba, tutaenda kupanga nyumba yoyote ndogo ya kawaida, ili tupate mahitaji yetu si ya muhimu. Lakini mimi sijakushauri kuuza nyumba. Sikia, hii nyumba tunauza, tunaenda kupanga nyumba ya kawaida na tutaishi maisha kama ambayo tulikuwa tunaishi mwanzo. Kwa hilo wala usijali, dada huyo mipango ya waitimi waninadeo pia kitendawili kichwani. Umefanya mwenyewe, wala si mimi, ni wewe. Umetaka mwenyewe, how could you destroy me? Umefanya mwenyewe.